bado Mungu alikuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Yako mambo mengi Mungu ametenda mwezi wa 6, kwa hivyo tutakuwa tukimshukuru nayo. Kumbusha salama. Japokuwa ni kama mambo hayawezekani, pengine bado huoni njia ya kweli, nikwambie Mungu yupo kwa ajili ya maisha yako. Na leo utamuona Mungu akitenda kwa utukufu wake. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Natamani nitazame usoni. Masikio yako yawe hapa na macho yako pia yawe hapa kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeanza vizuri mwezi huu wa 7. Leo hii tunajua leo imekaaje, lakini kesho iko mikononi mwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jinsi unavyojipanga na kuweka mikakati ambayo itakusaidia pengine kufanikiwa, pengine kusimama tena, pengine kuvuka kwa ushindi, kadhalika adui anapanga mabaya kinyume na wewe kukuzuia ili ushindwe kufikia kusudi kwa ushuhuda. Mikakati ni mingi, mipango ni mingi, lakini tunamwamini Mungu atasimama pamoja nasi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Wakati wana wa Israeli wako katika nchi ile ya utumwa, waliomba, walichoshwa na yale maisha waliokuwa nayo, walichoshwa na yale mazingira waliokuwa nayo, walitumikishwa. Ikafika mahali wakaona haya mateso haitoshi kuendelea nayo. Ndipo walipokusudia kumuita Bwana. Walimuita Bwana, walilia mbele za Mungu, na Mungu alisikia maombi yao. Akaahidi, akasema ya kwamba nitawatoa kuelekea katika nchi ambayo walikuwa wamewaahidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haikuwa rahisi. Watu wengi wanashindwa kuchoka yale mazingira ambayo wako nayo wanapitia. Watu wengi wameridhika na kila hali ambayo wanakutana nayo. Watu wengi hawaoni iko sababu ya kumuita Mungu katika changamoto wanazokutana nazo. Kila wanapokutana nao wanaamini ni mapenzi ya Mungu, kwa hivyo wanaendelea kupita katika changamoto. Lakini tunajifunza kwa hawa wenzetu, walichoka, wakaamua kumuita Mungu, wakaamua kumtafuta Mungu, wakaamua kusimama na Mungu, na Mungu alikuwa mwaminifu kwao, aliwajibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Musa akamwambia Mungu, hatuwezi kuondoka kama haujatupa ishara yoyote, tujue ya kwamba uko pamoja nasi, kwa sababu safari tuliyonayo ni ndefu, inahitaji neema yako, inahitaji uwepo wako. Watu wa Mungu, tuko katika safari ya maisha. Safari tuliyonayo ni ndefu. Tulikotoka tunajua, lakini tunapoelekea bado ni fumbo. Tunamhitaji Mungu kwenye maisha yetu. Ni kweli tulianza Januari kwa ushindi, kwamba Mungu ametuvusha, lakini mipango ya adui kinyume na sisi ipo bado, inatutafuta na hajachoka kutuwinda. Kwa hivyo watu wa Mungu, tunamhitaji Mungu, tunahitaji kusimama na Mungu, tunahitaji kutembea na Mungu ili tuweze kuvuka salama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wenzetu walisema, Mungu usipoenda pamoja nasi hatuwezi kwenda. Tunatamani kuona uso wako ukienda pamoja nasi. Na tunaona Mungu alikuwa mwaminifu. Ukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 13 mstari wa 21, utaona uaminifu wa Mungu juu ya safari yao waliokuwa nayo wakielekea nchi ya ahadi. Kwa kuwa waliambiwa kule wanapoelekea kukoje, waliamini, lakini bado walimhitaji Mungu. Kutoka 13 mstari wa 21, neno la Mungu linasema,
Bwana naye akawatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo, ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo, ili kuwapa nuru, wapate kusafiri mchana na usiku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Giza lipo. Wakati mwingine katika safari ambayo tuko nayo hatuoni njia, tumezingirwa na giza, hatuoni tumaini, hatuoni lolote. Giza limetanda, magumu ni mengi, changamoto ni nyingi. Wakati mwingine mtu anajiuliza, nitapitaje? Nitawezaje? Itawezekanaje? Changamoto ni nyingi. Jifunze kwa hawa wenzetu ambao walikuwa na safari ndefu yenye vita vingi, yenye mambo mengi magumu ndani ya safari yao. Walimwambia Mungu, usipokuwa pamoja nasi hatuwezi kwenda. Na Mungu alikuwa mwaminifu. Alijua hiyo njia wanayoipita sio nyepesi, imezungukwa na giza, imezungukwa na changamoto nyingi. Ndiyo maana aliwapa nguzo ya wingu, ambayo mchana ilikuwa nguzo ya kawaida kwa sababu nuru ilikuwepo, lakini usiku iligeuka ikawa nguzo ya wingu lenye moto ambalo lilikuwa likiwamulikia njia. Haleluya. Amen. Tunahitaji neema ya Mungu, tunahitaji kibali cha Mungu, tunahitaji uwepo wa Mungu. Ni kweli tunashuhudia, tunamshukuru Mungu ametusaidia, tumeweza kuanza kipande kingine cha miezi 6, lakini watu wa Mungu tunahitaji uwepo wa Mungu uweze kutuongoza. Giza ni kubwa, adui yupo kukwamisha, na katika mwaka kipindi kigumu zaidi ambacho kinakuwa na vita nyingi ni hiki ambacho tunakianza, kwa sababu adui anaangalia ni wapi hajakamilisha, ni wapi alishindwa, ili aweze kutekeleza azma yake. Watu wa Mungu tunamhitaji Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Tunahitaji wingu la utukufu wa Mungu kutuongoza. Tunahitaji neema ya Mungu kutuongoza. Ni kweli tulipotoka tunapajua, lakini tunapoelekea tunahitaji neema ya Mungu, tunahitaji kibali cha Mungu, tunahitaji uwepo wa Mungu. Mabaya ni mengi, vita ni nyingi, changamoto ni nyingi. Bila msaada wa Mungu tutashindwa njiani. Magonjwa, changamoto za kiuchumi, hali mbaya ya kukataliwa, vita vingi vinavyoibuka kuharibu makusudi ya Mungu kwenye maisha yetu. Watu wa Mungu tunamhitaji Mungu kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ifike mahali tujue umuhimu wa kutembea pamoja na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivi unadhani ilikuwa ni rahisi hawa watu kuweza kuona ishara kutoka kwa Mungu? Haikuwa rahisi. Kuna mambo ilibidi wajikane, kuna mambo yaliwafanya wamtafute Mungu. Na wewe na kualika katika kipindi hiki tunachoingia kwenye maombi kwa ajili ya kuombea hii miezi iliyosalia kumaliza mwaka huu, watu wa Mungu jikite katika kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Jambo la kwanza tutamuomba Mungu atusaidie. Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Hajawahi kubadilika, ni yule yule. Kama alitembea na wenzetu kwa kutumia wingu lenye utukufu wake kuwaongoza njia, hata sisi anaweza kutuongoza kwa namna hiyo. Tutamuomba Mungu atupe ishara. Haleluya. Amen. Tutamuomba Mungu atupe ishara. Wingu la utukufu wake litutangulie. Peke yetu hatuwezi. Giza limetanda, mabaya
hatuwezi kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya, amen. Nitasoma kitabu cha Kutoka 14 mstari wa 19 mpaka wa 20. Neno la Mungu linasema, kisha malaika wa Mungu aliyetangulia mbele ya jeshi la Israeli akaondoka akaenda nyuma yao, na ile nguzo ya wingu ikaondoka hapo mbele yao ikasimama nyuma yao. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe Mungu hakuachilia nguzo ya wingu tu, bali aliachilia mpaka malaika wake waweze kuwatangulia hawa watu katika safari yao. Ndugu yangu, peke yako huwezi. Unahitaji neema ya Mungu, unahitaji nguvu ya Mungu, unahitaji baraka za Mungu, unahitaji wema wa Mungu kuweza kufika unakoelekea. Safari ya maisha tulionayo sio ndogo, sio nyepesi, ni safari ndefu, ngumu, yenye changamoto nyingi. Tunahitaji neema ya Mungu, tunahitaji uwepo wa Mungu, tunahitaji baraka za Mungu kuweza kutuongoza. Wana wa Israeli, malaika wa Mungu aliwatangulia mbele yao. Jinsi alivyokuwa akitangulia mbele yao, na ile nguzo ya wingu ilitangulia mbele yao. Alivyohamia upande wa nyuma, na ile nguzo ya wingu ilitangulia nyuma yao. Maana yake Mungu aliwazingira pande zote, aliwazingira pande zote. Ndiyo maana tunaona shuhuda nyingi ambazo zilifanyika kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao. Unakwama kwa sababu uko peke yako. Unakwama kwa sababu hauhitaji msaada wa Mungu. Leo katika maombi haya maalum ya kujiweka wakfu, katika kipindi hiki cha miezi 6 mingine tuliyoianza, watu wa Mungu, unahitaji ukaribu na Mungu.